Hello, mambo vipi? I'm a fellow trader. It's a weekend. Kaona bora so vibaya nika share baadhi ya analysis yangu moja ya pair kwenye moja ya pair na trader wenzangu, tuka share ideas na maybe we go together tukakuwa pamoja. So kitu ambacho nitakionyesha hapa ni jinsi gani ambavyo mimi naiangalia pair, naitazamia na jinsi gani ninavyoimake, jinsi gani ninavyoitafutia from top hadi kupata entry au kupata jinsi gani nitavyoitazamia kwa wiki husika. So nikianza na hii monthly time frame, so kitu cha kwanza nakuwa identify psychological price area ambazo big players, big fisher, bankers wanakuwa wanatazamia kwa maeneo ambayo wanakuwa wanafanyia maamuzi. So so haya ni maeneo ambayo big players, bank na big sharks wanakuwa wanafanya maamuzi pindi price inakuwa inapofika hayo maeneo. So nitakuwa nazimake so haya maeneo kwa mimi ninavyoangalia, criteria ambazo nazitumia ku identify hayo maeneo ambayo hayo mabenki na kampuni kubwa ambazo zipo kwenye trading zinafanyia maamuzi. Kuna criteria ambazo mimi au watu wote wanaotumia concept hii tunazingatia. Mfano, hayo maeneo kunakuwa na consolidation, kunakuwa na weak rejection, pia kunakuwa na impasse. Kama candle kunakuwa na big candle ambayo inafanyaje, inavunja au tunasema ni impasse candle. Mfano ili eneo, mfano nikisema mfano nikilitem ili eneo la 100 ili eneo la 152. Okay, 152. Ili eneo nikiliangalia vizuri na nakuta hapa kuna hii correction, kuna hii consolidation, kuna hii weak rejection, kuna hii consolidation, weak rejection, consolidation plus weak rejection, kuna hii consolidation plus weak rejection, you know. So ili eneo talitemwa as a major. Okay, so tena tulichukua tena
sema tuchukue 0.56. Kwenye 0.56 tunaona correction, impasse candle, correction price with rejection, kuna correction. So ukipima pips range kutoka first major point hadi first major point tunapata kama pips 400. So tukifanya sisi kwenda juu tutaongeza pips 400, kuja chini tutaongeza pips 400. So hii hapa tukiongeza pips 400, hii itaangukia kwenye hii 1.6. Tukiongeza pips 400 juu, hii itaangukia kwenye 1.64. Tukiongeza pips 400 juu, hii itaangukia 1.68. Tukiongeza pips 400 juu, hiyo itaangukia 1.72. Na tukiongeza tukiongeza pips 400 juu, hiyo itaangukia 1.76. Unaweza ukaongeza juu as you want, na chini kama utakuwa interested kuja chini, unaweza kaongeza pips, kupunguza pips 400 chini. This is monthly. Tukienda weekly, tukija weekly, between major first major and second major, hapa katikati unakuwa na minor level. So between major hii tukigawanya pips 400 tunapata pips 200. Kwa hiyo kutoka hapa mpaka pips 200 kwenda juu tunakuja kwenye 1.54, na hii tunainame as a minor. Okay, na kazi hii tunainame as a minor. Hapa tukia katikati tunainame as a 1.58. Hapa tukinani katikati pata 1.62. Kwenye katikati unapata 1.66.
nitafutia minor level 1.70. Nitafutia minor level 1.74. Okay, so ya kwenye daily so kama tunavyoona haya maeneo yetu ambayo tumea price. Ukiangalia kwa makini, price ikija kwenye hayo maeneo unakuwa na some reaction ambazo zinafanyika. Mfano, ukianzia kwenye image area ya juu kabisa, price baada ya kubreak ilirudi kulitest kwenye hii level, then ilivyorudi juu, ilivyokuja chini ikawa na hii candle ikavunja. Baada ya kuvunja ikarudi ikafanya consolidation kwenye hii line, then ikaja chini, then kwenye hii baada ya kuvunja ukawa na hii consolidation, ikaja chini ikavunja, ikawa na hii consolidation, ikaja chini hapa ikawa na consolidation. As you see, price kila ikifika kwenye hayo maeneo ambayo institution wanakuwa nayo wanakuwa very active, unakuwa na some reaction. As you see, baada ya kufika hapa price ilivunja. Baada ya kuvunja ikarudi juu, ikafanya consolidation hapa, ikashinda kuendelea, ikaenda juu. Price iliyofika hapa ikagusa wicks, ikarudi, then ikaja kufunguka hapa, ikaja chini, ndio ikafanikiwa kuvunja. Iliyofanikiwa kuvunja, price iliyokuja hapa kwenye hii line kama kawaida, ika wicks haikufanikiwa kuvunja, wicks ya pili kufanikiwa kuvunja, baadaye ya tatu ndio ikafanikiwa kuvunja. So ukiwa makini utagundua kwamba hayo maeneo ni maeneo ambayo price inapata shida sana pita, hiyo ni kwenye daily time frame. Na tukifika hapa in current price action katika hii time frame ya daily, ndio tuliona price baada ya kuvunja ikatengeneza low, ikatengeneza high, ikatengeneza low hapa, ukawa na some kind of consolidation, ikatengeneza low, ikatengeneza high, kuja kulitest kwenye hii level, then ikatengeneza low high, ikatengeneza low, ilitest kwenye hii level, haikufanikiwa kuvunja, then baada ya kulitest, then ikafanikiwa kufanyaje? Kuvunja. Then baadaye price ikavunja tena, ikatengeneza high, ikasurpass ile eneo. So hapa tulipata nini? Tulipata hii tunaita change of character. So hii chochi ilitokea hapo baada ya price kushindwa kuvunja hapa, baadaye ikatengeneza high, ndio ikafanikiwa kuvunja. Then baada ya hapo ikavunja hii minor level, ikaja juu, then hii candle ya juu kabisa ikasababisha hii change of character. Price ilivyorudi chini, ilikuja kulitest kwenye hii minor level. As you see hapa, ilikuja kutest kwenye hii minor level, then ikaenda juu. Ilivyoenda juu, then ilipofika hapa kukawa na some kind of consolidation, hii overlapping ya hii candle na hii candle, baadaye ikavunja. Ilifanikiwa kuvunja, ikaenda juu, then ilivyorudi ikafanya some kind of consolidation kwenye hii major level, then ikarudi chini kabisa, kuja kufanyaje? Kuja kufanya correction. Ilivyorudi chini juu huku chini, then ikafanya kukatokewa na candle hii jeje, ikavunja juu kwenye hii major level, ikaenda mpaka juu. Hapa tukapata hii BOS ndogo. Then baada ya hapo, then as you see kutoka hapa hivi, baada ya kuvunja hapa kwenda huku juu, so price sasa inafanya some kind of correction.
kuja chini. So tukija kwenye tukiangalia in overview, tukiangalia price yetu in overview, tunaona kwamba hii kuna hii this kind of moving average ambayo inatuonyesha kwamba hii euro held to go down. So hii inaweza ikawa as some kind of consolidation kwa ajili ya kwenda chini. So tukija kwa hawa tunakuta hii some kind of price action, kwamba price ilivyotoka huku chini baada ya hii chochi ya hapa hivi, as you see chochi ya hapa ilikuja ilifanya retest kwenye hii level, ikaenda juu, ilifanya break ya structure hapa hivi. So hapa tunaweza tukaita as a break of structure. Yes. See. Then price baada ya kufanya break to structure ikarudi ndani kufanya retest. Baada ya kufanya retest, then price ikafanya break of structure hapa hivi. Okay. So baada ya hii break of structure kutokea hapa, ikatengeneza high, ikatengeneza high, then price sasa imekuja kutengeneza low. As you see, maybe price haikumaliza hii consolidation ya hapa, then kulikuwa na area ambazo ni strong zilibaki huko chini maybe, or price maybe sasa ilifanya impasse kubwa, then hii is just a correction. Hii yote tunaweza ikawa kama correction, kutengeneza correction, hii highs and low, creation of highs and low, kutengeneza nini, correction, ili upate more impasse huko chini. So kitu ambacho tunakitegemea hapa hivi, price between major zone and minor zone, tukipima tuchukua Fibonacci, tukipima tunaona zone yetu ni this is our zone demand, this is Fib demand, okay, this is our Fib demand. Tukipima kwa juu, this is our Fib supply, as you see. So tuliona price ilivyorudi huku chini, ili tukianza na hii trend ya 4 hour kuja kutoka huku juu, ilitengeneza low high, ikatengeneza low, ikatengeneza high, ikatengeneza low, ikatengeneza high, then ika break hii major zone na kuja kuvunja hii supply level, then tukapata some kind of correction, highs and lows, ili kupata more ili kuivunja hii supply area kwa nguvu zote, ili kuja huku chini. So as you see here, baada ya hapa kuvunja, tukapata low, tukapata high, tukapata low, then tukapata each this you can say this is a correction of highs and lows, ili kupata more bearish up to demand. So
tunachokifanya tunaisubiria price yetu tunaisubiria ije mpaka kwenye hii fib demand area, then tuangalie kama itafanikiwa kuvunja hii fib demand. Kama itafanikiwa kuvunja hii fib demand tupate more confirmation ya kwenda chini zaidi, au kama haitafanikiwa kuvunja hapa tupata short term bullish move. As you see kwamba tunaweza kuitem kwamba hii yote ni correction kuja kutengeneza au kuja kutafuta strong area ambazo maybe ziko huko chini. As you see in daily time frame kwamba tuliona daily time frame hii trend ilianzia hapa, ilifanya change of character hapa, so maybe price imekuja kwenye fib demand area, inakuja kwenye fib demand area kuchukua hizo liquidity. As you see some kind kuwezekana hazikuwa mitigated huku chini, tuendelee kupata highs. So hivyo ndio jinsi ambavyo mimi naangalia issue zangu. So as we say, nashuka gani mpaka kwenye 1 hour so ili kupata clear entry. As you see here baada ya kutengeneza lower low, lower high, lower low, some kind of inside formation, na hapa ikifanyika nini, change of character. This is church. Okay, baada ya church price ilikuja chini. Baada ya change of character price lazima itakuja chini ili kuchukua liquidity au chini. So hapo imetegemea na wewe unaangalia criteria gani. Mfano mimi nakuwa nashuka mpaka 15 minutes ili kuangalia some mitigated area ambazo zitanipa confirmation. Kuna hapa naona kuna hii hapa 5 minutes, 15 minutes. nakutana na hii nasema liquidity engineering. As you see, liquidity engineering na price tuliona price TD. I don't know. I think it will nimefanya more refinement kwenye very long time frame. Maybe price ya kufikiwa it's better ningechukulia hapa, nikasema this ili kusudi eneo wote niliconsider as a liquidity area. Then what I use as a liquidity area, and I know price ilifikiwa, ikapo entry, stop loss TP ingeweka hapo, stop loss just below hapo. But I don't know kama hii entry ingekuwa perfect. I think it's like this.
but nalingojea price ifike kwenye field demand area kwa ajili ya kuchukua hiyo entry. Well, thank you and I wish you all preparation in the next trading week. So salute.